People should be asking themselves, how is it working? And the problem is they don't sit down and learn. They don't want to learn. Everything we lay it out. But you know the problem is many people think we are lying. Yani hata wanaotusikiliza wanaanza ina maana hiki tu, because good news, it is too good to be true. Aliweka mkono eti na huyo pastor wake eti ndo akaanza kuwa na nyumba hii. Kwako aje? Utaratibu ulikuaje? Hebu atuelezee mchakato kidogo. Tatizo lako unatafuta michakato. When there is a grace, hakuna mchakato. Hebu nielezee mchakato wa kufufuka kwa Yesu. When grace has arrived, protocols are not regarded. We can now stand tall. What they call them billionaires in this land, even if they don't want to talk about us, they know we drive what they drive. It's not that they bought first and then we buy. No. We bought first and then they copied. If you know what I mean. Grace. Wow! Watu watasema hivi, ni kwa sababu ni matajiri, ni kwa sababu wana viwanda, ni kwa sababu wana makampuni. Sisi hatueleweki kwa sababu neema haionekani kwa macho. Grace, I picked something from the men I followed. It is at work in me. I can confidently tell you guys, if I speak to you, it can happen the same to you. In the mighty name of Jesus, go and succeed in whatever you desire. Receive that grace in the name of Jesus. Siku moja nilikuwa nataka kwenda bahari kuombewa na mtumishi wa Mungu, and my wife told me ni laana kwenda kutafuta prayer without offering. Nikamuuliza why? Anasema the Bible says find the truth and buy it. Anasema wenyewe wanaweza wasikwambia wanauza, lakini according to the Bible anasema when you find the truth, buy it. Mahali pengine anasema hivi, when you see wisdom, anasema hivi, with all thy getting, get understanding, get wisdom. Anasema hivi, kwa mapato yako yote. Usitafute kiwanja kipya, usitafute fursa mpya. Anasema kwa mapato yako yote. There is something virtually, there is something divine. You should go for it. People never came to Solomon because Solomon was a good businessman. No, walikuja kuisikia hekima. I decree and declare in the name of Jesus, you will not need to suffer to get it. May the spirit of wisdom rule everything that you desire. Do you know it is even wisdom to know what to follow? Listen to this man, Solomon. Anasema nilikuwa mwana pekee wa baba yangu, nilikuwa ni mpenzi wa baba yangu, nilikuwa nafuatana naye, nilikuwa niko kwa hapo pembeni. After baba yangu akaniambia, kwa mapato yako yote jipatie ufahamu. Paul is saying in the book of 2 Corinthians, I think chapter number 8 or number 9, Paul anasema kwa sababu tumeitenda kazi ya Mungu na nyinyi mmeiona neema ya Mungu inayofanya kazi maishani mwetu, hasa basi tunawasihi kwa rehema zake Mungu, msipokee neema ya Mungu bure. Manake when you see grace somewhere, don't just get it, hustle to get the grace. Kama mbinguni tunaingia kwa neema, angalia ambavyo tunatakiwa tufanikiwe. Mwizi wa pembeni ya msalaba anamwambia Yesu wa katikati ya msalaba, ninaomba ukienda unikumbuke. Yesu anamwambia, sikia, leo hii utakuwa pamoja na mimi paradiso. You shall be with me in paradise. The man never attended Sunday school. Jamaa hakubatizwa. It was just his belief. Hakuna mtu anaweza kuingia ufalme wa Mungu kama hajaamini. Na imani yake ni ipi? Anamwambia mwenzake hivi, sisi tumekutenda makosa, tumestahili tuliposulubiwa, lakini huyu jamaa hajatenda lolote. Huyu jamaa yuko hapa kwa sababu nyingine tu. Bwana, huyu jamaa ana haki. It was faith. The man believed Jesus. Hakuwahi kumuona, hakuwahi kuona nakotenda, amesikia tu habari zake. Huyu jamaa ni mwema, hajawahi kutenda kosa. I believe you, sir. Wherever you are going, please, we are all going to die. Take me there. The man was taken into the same car with Jesus. Na mwaza aliyekuwa amesimama mlangoni siku hiyo akizuia wezi wasiingie, anamwambia hivi, wewe umefuata nini hapa? Anasema hivi, the man in the middle cross told me to come. I have never been born again. I have never attended any church service. But the good thing, I met the man in the middle cross. Haijalishi umekutana na Yesu wapi, pale pale ulipokutana naye. Unamjua mwanamke anaitwa Rahabu, alicheki. Mimi nawaambia waga watu hivi, usiwachukulie poa watu. Angalia makahaba wote wa kwenye Biblia, wote, hakuna kahaba mchizi. Wote walijua saa ya kutomoka kwao. Manake they knew, mioyo yao ilikuwa ina kiu and they knew what to get it. Walipokuja wapelelezi wa Misri, kahaba hafanyi ukahaba kwa sababu anasikia hamu ya ngono. Kahaba anafanya ukahaba kwa sababu anauza mwili. Kwa hiyo mwili wake ni biashara yake. Wamekuja vijana wawili mashababi kutoka Israeli, kutoka huko walikotoka, wamekuja kuipeleleza nchi. Obvious hawa jamaa wamesafiri, wana hela, mpaka wanaingia kwenye nyumba ya kahaba. It was like they are doing money laundering because wao ni wageni kwenye nchi. Kwa walipofika kwenye nyumba ya kahaba, walikuwa wanafanya people laundering ili kufanya uhalali wa uwepo wao kwenye mji. Wao waliingia kwenye nyumba ya kahaba ili waone tu kwamba hawa na wenyewe ni wauni kama wauni wengine. Club is the only place where anaweza akaingia mtu wa nchi nyingine na msijue, kwa sababu wote mmeingia kule kulewa. You get what I'm saying? According to the intelligence, elimu ya usalama wa taifa inasema hivi,
hivi, ukitaka kuwapata wageni wengi ambao sio wazao wa nchi hiyo, nenda club, because that's where watu wanajichanganya. So people wanaweza kuwa wanafanya mishemishe mchana, kwa sababu unajua nyinyi hamjui kufuatilia, wanafanya mishemishe zao mchana, alafu usiku wanaenda club, ndiko nakolala kule, if you didn't know. So it is people laundering, kwa life goes on. Kwa wale jamaa waliingia kwenye nyumba ya kahaba, ni dangulo lile, ili kupata moment ya kuexchange uraia wao, kwa sababu kwenye nyumba ya kahaba wanaingia watu wa aina zote, hawajaingia mikono mitupu. Kubalianeni na mimi, watu wa Mungu, walibeba hela wale. Rahabu alipowaona akasema, you guys carry grace, you don't carry money, I don't want your money, because if I needed your money ningewavulia nguo zangu mkalala na mimi. Kuna wenzenu wanakuja hapa nachukuaga hela, but as for you I need grace. Najua Mungu atawapa nchi. I want you guys, I choose to follow you. Ukitaka kujua alichagua kuwafollow, walikuja watu mle ndani wakasema tunawatafuta, umewaficha watu. Sasa wameshuka, walikuja kweli, lakini wameshuka. She didn't deny. Kwa aliposhuka mchubuli, Rahabu akamwambia, Simona, nimewaficha, that is my bargain. Ingekuwa Rahabu anategemea vitu, angeambia hayo, wekeni hela hapa. Angeipata hela akapoteza urithi wote. She needed something that is not tangible physically. She needed what they will win, to the extent Mungu akumfanya tu awe hai, Mungu akumpa tu nyumba. He is featured in the clan of Jesus.